qadhiya inayofungamana na waganga na wengine katika wapigaji ramli wanaodai kwamba wanajua ilmu al-ghaib, elimu ya mambo ya siri. Tulipoelezea namna waganga wanavyodhihiri kwa watu, tukataja kwamba Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala alitaja hali tatu ambazo wachawi na waganga hudhihiri nao, ama hudhihiri na hizo hali tatu kwa watu. Tukasema hali ya kwanza, wanajidhihirisha kwamba wao ni madaktari, wadai kwamba wao nani? Madaktari, wanajua, sio matabibu, wanatumia lugha hiyo. Alafu ndo huamrisha wagonjwa wao kuchinjia madini na kuchinja kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha tukasema madhahari ya pili ambayo wanadhihiri nayo waganga ni kudhihiri kwamba wao wanajua mambo ya ghaib, kuna mambo yamefichika, wao ndo wajuzi. Ama kuelezea sehemu ya kitu kilichopotea, kwamba kilichopotea kiko sehemu fulani, kitu chako kiko sehemu fulani, mambo kama haya. Hiyo ni madhahari ya pili. Tukasema pia madhahari ya tatu ambayo waganga hudhihiri kwa watu, hudhihirisha kwamba wao nani? Wao mawalii. Njia ngapi hizo? Tatu. Na huku kwetu mbili pekee yake. Mara nyingi mbili ndio sana sana. Ya kwanza kwamba wao ni madaktari, na kwamba nani wao? Mawalii. Jita mawalii, tuko na mambo ya ajabu sisi. Umeni uganga watumia. قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى aliwakuta waganga hawa na hawa wachawi wenye kudai kwamba wao wana karama, adrakahum rahimahullah ta'ala. Kisha walikaa mjadala wao na wao, wale wakaja na machawi zao, wanawafanyia watu kila siku mambo ya kijabu ajabu. Na Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala kudia watu pambana nao. Yesi mtu wa tauhid. Sasa aliwafuata pambana nao, kwa munadhara ni mujadala hapa. Sasa bwana al-bataihiyya, bataihiyya ni ismu makan, jina sehemu. Yani bataihiyya ni nisba kwamba watu wa bataih. Bataih ni mji katika miji ya Iraq. Mji katika miji ya Iraq. Idhan hawa watu ni wafuasi wa bwana mmoja anaitwa Ahmad Ar-Rifai. Ndo muasisi wao, ndo mfuasi wao, Ahmad Ar-Rifai. Sasa wakati mwingine wanaitwa Rifaiya katika majina yao hayo, ama Bataihiyya, hayo majina imma ayawagemezwe kwa muasisi wao ambaye ni Ahmad Ar-Rifai, ama wagemezwe katika sehemu ambayo inaitwa Bataih. Sasa qala yani Sheikh al-Bataihiyya, kiongozi wao akasema haya maneno, warafa'a sautahu, akainua sauti yake. Hakusema tu, alisema na ushujaa wa kuinua sauti yake, nahnu lana ahwalun wa kadha wa kadha, sisi tunazo hali zetu, maana tuna mambo yetu sisi. Mwambie nani huyo? Mwambie Sheikh Islam bin Taymiyyah, wadda'a al-ahwal al-khariqati kan-nari wa ghayriha. Sasa akadai kwamba wao wana mambo ya kiajabu, mambo yasiyokuwa ya kawaida, kama vile jambo lao la kuingia kwenye moto wala hawachomeki. Kan-nari wa ghayriha wa ikhtisasihim biha, kama vile kudai kwao kwamba wao wanaweza kuingia kwa moto na wala hawachomeki, na mengine katika mambo ambayo waliyadai. Wa annahum yastahiquna taslima alhal ilaiha liajliha. Sasa kwa kuwa wao wana mambo ya kiajabu, basi wao wana haki ya kuongoza wale watu. Mawaliza wao wana haki, maana watukufu wao wana mambo ya kiajabu, kwa hivyo wanastahili kupewa uongozi, wanastahili kufuatwa. Ndio wengine dai hivyo. Sheikh anasema, qala Sheikh al-Islam
Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, faqultu wa rafa'tu sauti wa ghadibtu. Sheikh Sabbi mimi nikasema kisha nikainua sauti yangu huku nimekasirika. Sasa ile fanema mara kwanza Ibn Taymiyyah anampiza kwa mimi pia nikasema na nikainua sauti yangu na pia nimekasirika. Akasemaje? Asema ana ukhatibu kulla ahmadiyyin min al-mashriqi min mashriqi al-ardi ila maghribiha. Bitasa mimi sasa kila aliye katika kundi la hili Ahmad huyu Ahmadi, kila kundi lake, kila aliye hapo namwambia maneno haya asikie, wa magharibi na mashariki wote wasikie maneno yangu haya. Nano Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala aliwaambia, amesema ayu shay'in fa'aluhu fi an-nar fa ana asna'u mithla ma tasna'una wa man ihtaraqa fa huwa maghlubun wa rubbama qultu fa alayhi la'natullah. Ibn Taymiyyah anaambia, mlichokifanya kwenye moto mimi pia nitakifanya. Sio wanaingia kwa moto wachomeki. Ibn Taymiyyah anaambia, mlichokifanya kwenye moto mimi pia nitakifanya. Sasa ni muwahhid, sahibu tauhid rahimahullahu ta'ala. Na hivi ndivyo batili na poromosho hivi. Awaambia, mlichokifanya kwenye moto kwamba ati nyinyi muingia hapo hamchomeki, mimi pia nitafanya hivyo hivyo. Mimi pia nitaingia na sichomeki. Kisha akasema, yule ambaye ataingia kwa moto akachomeka, huyo ameshindwa sasa. Akasema, rubbama qultu, pia imekuja kauli kwamba labda nimesema kwamba atakayechomeka amelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna laana mtu aliyechomeka. Wazi? Kisha Ibn Taymiyyah anasema, qultu fa alayhi la'natullah walakin ba'da an tughsala jusumuna bil khalli wal ma'il har. Lakini ameweka sharti rahimahullahu ta'ala, atakayeingia kwenye moto akachomeka, huyo ameshindwa ama amelaaniwa na Allah. Lakini baada ya kuoga mili yetu kwanza, tuoge kwa maji ya moto. Khalli wanasema ni ile inaitwaje ile khalli, ala sio dawa khalli, ile mfano chukue asali mchemetende, alafu kana kwamba yatengenezwa pombe lakini haijafikia pombe, yaitwaje ile ambayo tumika wakati mtu akifura tumbo akinywa basi tazuru inatoa ile gas tumbona. Na Kiswahili sasa nasahau, lakini khali asa kaambia tuoge na hii khali, alafu na maji ya moto kwanza tuoge mwili, kila mtu aoge, alafu je mikono kwenye moto au tuingie kwenye moto. Kwa hivyo sharti ameweka kaidi hiyo. Sawa. Asema fasala lil amiri wa kiongozi wale watu akamuuliza, wanas na watu pia walimuuliza Sheikh Salam bin Taymiyyah andalika, mbona wataka watu waoge? Mbona? Faqultu, anasema faqalaqtu, qalaq ni ile mtu kuingia na wasiwasi katika hilo. Kisha akasema lianna lahum hiyalan fil ittisali bin nari yasna'unaha. Hawa Ibn Taymiyyah kaambia, hawa wanaoingia kwa moto hawa wana hila, wana vitu wanajipaka kwanza. Wazi? Una vitu wanajipaka mwanzo, alafu ndio waingia kwa moto, hawachomeki. Sasa mimi nimeweka kaid paka tuoge sote, tuwe mili ile ile sawa sawa. Yale mafuta yao waliojipaka takwa mfanede yamefutika, ndio tuingia kwa moto sasa. Elewana wasio? Asema alitaja hapa vitu. Hapa nitambii pia. Alitaja vitu hapa Sheikh, asije mtu aenda kujaribu huko akajifanya mganga huko pia. Sababu kuna watu wengine ukimwambia kitu fulani chafanyike, baya hata mimi nikafanye pia nione. Sheikh hapa asema hapa yani min ashiya'i min duhni ad-dafadi' wa qishri an-narnaj wa hadari at-talq. Asema kuna vitu wanatengeneza mafuta ya chura. Mafuta nini? Ya chura. Sijui wanamfanya vipi chura paka atoe mafuta. Sawa. Lakini watu wafahamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliharamisha nini? Huwa chura ni haramu, Mtume alikataza.
Wewe ukasema nataka nifanye hatua kwanza kuua chura ni haramu. Tumenikataza. Haya. Sasa mafuta ya chura alafu na gavi lile. Ganda la narnado wanasema ni limau. Burtaqalu almur. Chungu ambalo lina uchungu, halina utamu. Nini? Si limau. Sasa maganda ya limau wanachanganya. Sasa kuna jiwe gani hapa pia? Kuna jiwe pia wachanganya, lakini ni jiwe lina madini fulani, si jiwe tu la kawaida. So wanachukua vitu wanachanganya. Na ni mambo kama chemistry sio? Changanya vitu ili moto hata ukitia usichomeke. Sasa walikuwa wanafanya vitu kama hivi. Unajipaka mafuta, alafu uende mbele ya watu, sisi tuko na mambo. Tuko na mambo yetu. Sasa wanaingia kwa moto. Nasha kaambia sasa mnachokifanya pia nitakifanya. Lakini tuogeni kwanza. Tukioga mkiingia mtaingia. Wazi? Asema fadajja an-nas bidhalika. Sheikh Salam aliposema hivyo, Ibn Taymiyyah rahimahullah, watu wakashtuka jambo hilo. Fa akhadha yudhhiru al-qudrata ala dhalika. Ana wa anta nulaffu fi bariyatin ba'da an nutalli jusumana bil kibrit. Sasa Ibn Taymiyyah akaonesha kwamba yeye ana ghera, atakawafanya kweli. Sawa, atakawafanya kweli, si mzaa kwamba saa uoge kweli tufanye hivyo. Asema hafidhahullah ta'ala, asabitewa anamshawishi yule kiganga ambaye anadai kwamba anaingia kwa moto, Ahmadiyya huyu. Akamwambia sasa tuzungushwe kwa mkeka hivi. Tukae kwa mkeka, tuzungushwe sito wawili. Wale unarolewa kwa mkeka ile. Alafu tupakwe ile wanasema nini? Mad ni ile sampuli ambaye yashika moto kama vile kupaka petroli. Tupake sasa ile inatengenezwa na kibiriti, tupake hiyo sasa. Ndio tuingie kwa moto. Tupakwe sote, tuingie kwa moto. Hii ni tahaddi. Shakasala mga tupake alafu tuzungushwe hivi. Nulafu tuzungushwe katika mkeka alafu tuingie sote hapo. Sawa. Tupake hii kitu ambayo inashika moto. Si yeye anasema ushoweki. Kama vile kutoka paka ile mafuta ya taa, kama vile baruti yani. Jipake ile nini sasa alafu tuingie. Sawa. Faqum sabira kama simama basi. Hayo akaanza taraddudi sio? Akamwambia simama basi tufanye mambo hayo. Asema wa akhadtu ukarriru alayhi fil qiyam ila dhalika. Asema nilikawa sana muhimiza yani, bana harakisha tufanye. Simbele watu, harakisha tufanye. Asema famadda yadahu yudhihiru khala' al-qamis. Ule bwana akachukua haraka atakuvua nini? Atakuvua nguo yake, jikanzu lile. Qultu binti akasema la hatta taghtasil. Asa atakavue kanzu ili waingie kwa ile dude lile. Ili waingie pale, si bado hajaoga. Mafuta afarayo atakuvua kanzu ili sasa waingie asichomeke bitaka kama paka uoge kwanza. Hatta taghtasila, paka uoge bil ma'i al harri wal khal. Fa adhhara al wahm ni mtu saidi kwanza kuogopa yani kukosa ile uhakika wake kwamba sasa hapa mimi sasa nitapatikana hapa. Fadhara alwahm ala adatihim faqala man kana yuhibbu al-amir. Sasa akaanza kutumia hila ile mchawi yule ambaye anampenda kiongozi, falyuhdir khashaban au qala hazmata hatabin. Yule ambaye anampenda kiongozi basi alete mbao hapa ama alete ile kitita cha nini cha kuni, lete kuni hapa. Hataki kuoga, atakafanyaje? Ataka kuhepa. Kwa hivyo ataka watu sawafu, wasa kusema anampenda amir akalete kuni, sasa ataka watu wafumkane. Ndio akaambia hapa faqultu hadha tatwilun, bitakamba acha kurefusha mambo. Acha kurefusha mambo. Si muhimu ni kutia mkono kwenye moto ama ni mtu kutia tu juzu kwenye moto, si ndivyo? Si kuingia mwili wote.
Muhimu ni hiyo tu, bora tu uweke maajabu yako tuyaone, si ndio? Akaambia utakurefusha mambo. Sawa. Asema hadha tatwil wa tafriq liljam'i wa la yahsul bihi maqsud. Watakurefusha mambo alafu wataka watu wafumkane. Kwa sababu ukisema anayempenda Amir, mwana wanampenda, si ndio? Watu watafumkana, waburikane watu. Watu wakifumkana, yale malengo ya kudhalika hawa yatapotea, si ndio? Sheikh anaambia bal qindilun yuqadu wa udkhilu usbu'i wa usbu'aka fihi ba'da al-ghasl. Tuwashe taa hapa, tatu. Tuwashe taa hapa peke yake, alafu mimi nitaosha mkono wangu. Tusoge mlote, nitaosha mikono wangu, upia osha mkono wako alafu tie kwenye taa. Nitatia kidole changu pale, upo tie chako. Sawa. Binti anawatatiza hawa watu. Taa peke yake ni kama vile mshumaa tu. Tuwashe mshumaa hapa, alafu nitaosha mkono sasa. Si wewe unajipaka mafuta mwili mzima. Taosha mikono kwa maji hivyo hivyo tulivyosema. Alafu mimi nitaweka kidole changu, wewe utaweka cha kwako. Tuweka sambamba. Sawa. Asema ومن احترق أصبعه ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله أو قلت فهو مغلوب. فلما قلت ذلك تغير وذل انتهى. أسبمتها لمwambia haya kwamba tucheka kidole pale atakayechomeka amelaaniwa na Allah, ama atakayechomeka ameshindwa huyu. Sasa hajomba kugatoshe mikono tu, tuwashe taa hapa tuweke vidole, kitakayechomeka kidole chake tu huyo hamu. Binti tumemwambia hivyo, ule bwana akaanza anadhalla, maana yake ni kudhalika. Sasa maana atashafika mwisho, sasa hakuna tena hila nyingine. Wazi, intaha amruhu, na jambo lake limeisha hapa. Kwa hiyo ukiona mara nyingi watu wanafanya kitu ya pesa zinabadilika, kuna kitu wanakifanya. Katika kitabu cha Sarimul Battar, kitabu cha nani? Sarimul Battar, muallif wake simkumbuki, lakini ameeleza masala ya uchawi pia. Ameeleza masala ya uchawi. Dara inda pia kuna kisa mfano wa hiki. Kuna kisa mfano wa hiki. Nieleza kijana ambaye alikuwa anaishi katika qaria, mji ambaye kuna wachawi huko. Sasa yeye aliwaambia wenzake kwamba hii ni shirki. Hii nini? Shirki, hii ni katika kufuru. Na hawa watu hawana uwezo. Sasa alitoa munakasha na mjadala kama huu, kuonesha kwamba watu hawana nini? Hawana uwezo kweli. Sawa. Lakini alipoenda katika mjadala aliosomea Ayatul Kursi. Nasomea nini? Ayatul Kursi, mambo yao yote yakaporomoka kule. Wakajaribu muujiza yao, lakini wapi? Wazi. Laalla nitakitafuta hicho kisa cha katika pale Sarimul Battar nikudipeni uelezee hakika shay. Ila tu masala haya ni masala ya ujanja tu. Kuna watu wana njia wanazitumia. Kuna watu kuna njia wanazitumia, imma ni kujipaka mafuta, ama ni kusoma adhkara zile majina ya majini, ndio wanataja hizo vitu. Unaona? Na ukimwambia sasa soma kwa sauti tusikie kila kitu, haizifani. Sababu yajua kuna watu watafahamu kwamba hapa mimi natumia mambo yangu ambaye si sawa. Sasa hiki kisa kina malengo yake, Sheikh amekitaja hapa, na kikao kinafuata insha Allah tutaangalia kwa nini Sheikh Fawzan ameweka kisa hiki hapa kitotokea baina Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala na Habana wa Bataihiyya. فلنكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أعلم.